أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Tukiwa tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao wa kuvuna thawabu mbalimbali, mwezi ambao tumefundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilipokuwa inaingia hii Ramadhani, ilipokuwa inakaribia, basi mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza maneno katika hotuba yake ya mwisho, ambayo ilikuwa ni hotuba ya mwisho katika mwezi wa Shaabani kuelekea mwezi wa Ramadhani. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam katika hotuba hiyo alizungumza maneno mengi sana. Miongoni mwa maneno hayo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kwamba huu ndiyo mwezi ambao mwezi wenye baraka, qad adhallakum shahrun adhimun mubarak fihi laylatul qadri khairun min alf shahr. Enyi watu, unakujieni mwezi ambao ni mtukufu wenye baraka, mwezi ambao una usiku wenye cheo laylatul qadri, usiku ambao ni khairun min alf shahr, usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Mambo mengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akayazungumza katika hotuba hiyo, yakielezea utukufu na ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo kuongezeka malipo. Thawabu huwa na malipo makubwa tofauti na vile ambavyo ilikuwa ndani ya miezi mingine, kwa maana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ukifanya sunna moja ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi malipo yake yanakuwa ni kama vile umefanya faradhi moja nje ya mwezi wa Ramadhani. Ile sunna inapanda, thawabu zinakuwa kama umefanya faradhi, na ile faradhi moja ndani ya mwezi wa Ramadhani inapanda, thawabu inakuwa kama 70 faridha, faradhi 70 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ukiangalia utakuja kugundua kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani sio mwezi wa kuuchezea, sio mwezi wa kuachia fursa ikupita tu hivi hivi, ni mwezi wa kujipinda na kufanya ibadati mbalimbali. Sasa ibada ziko nyingi sana. Ibada kuna kutoa sadaka, ibada kuna kuswali swala za faradhi na sunna, ibada kuna kusoma Qur'ani. Yote haya unapata malipo makubwa sana ukiyafanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hupatikana swala ambayo swala hii hauipati katika miezi mingine, isipokuwa unaipata ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, nayo ni salatu tarawih, swala ya tarawih, au kama ilivyoitwa qiyamu Ramadhan, kisimamo cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swala hii tarawih ni katika swala ambazo tumesisitiza sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tuiswali, kwa sababu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni aktharu thawaban minhu, matendo yanakuwa na thawabu nyingi kuliko miezi mingine. Kwa hiyo unatakiwa usiache kheri kama hizi zikupite, usimame uiswali swala ya tarawih, uiswali kwa khushui, uiswali kutarajia thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kitabu cha Muwatta, katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume rehma na amani zimfikie juu yake amesema katika hadithi hii, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwaya wa ma ta'akhkhara. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayrihima
Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhan, mwenye kusimama katika mwezi wa Ramadhani akaswali sunna, ambao sunna hii inakusudiwa hapa ni ile qiyamu Ramadhani. Mwenye kusimama akaswali ndani ya mwezi wa Ramadhani imanan, kwa imani, wa ihtisaba, na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, mtu huyu usamehewa yale ambayo ametanguliza katika madhambi yake. Madhambi yote ambayo ametangulia, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe kwa kusimama na kuswali kisimamo cha Ramadhani. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine, wa ma taakhara, ahadi yale madhambi ambayo yanakuja ambayo amecheleweshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe, ikiwa yeye amesimama kwa imani na utarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani anna man qama ila salati fi layali Ramadhana, inakusudiwa ni yule ambaye amesimama katika swala katika usiku wa Ramadhani, tasdiqan bihaqiyati alqiyam, hali ya kuwa yeye mwenye kusadikisha kule kupasa kusimama na kule kusuniwa kwake, akawa mwenye kusadikisha na mwenye kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na thawabu zake. La khawfan min madhamati nnas, sio kwamba amesimama ameswali kwamba anaogopa watu kwamba watamlaumu, itakuwaje bwana na mimi ni swali bwana onekane. Hapana, asimami kuswali kwa sababu ya kuogopa watu. Yeye anasimama lengo lake anamkusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba ampe thawabu. Basi mtu huyu yughfaru lahu dhunubuhu almutaqaddima wal mutaakhira, usamehewa mtu huyu madhambi yake yale yaliyotangulia na yaliyochelewa, anasamehewa kwa kuwa yeye ni mwenye kusimama na kuswali katika swala hii ya qiyamu Ramadhan. Waqala, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha farada siyama Ramadhan wa sanantu lakum qiyamahu, inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu amefaradhisha funga ya mwezi wa Ramadhani. Yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kwamba watu wafunga Ramadhani, pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pale Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha watu wafunge. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wasanantu lakum, na mimi Mtume nimesunia kwa nyinyi qiyamahu, kisimamo chake, kwamba msimame muswali. faman swamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba, basi yule mwenye kuifunga hiyo Ramadhani na usiku akasimama akaswali qiyamu cha Ramadhani, hali ya kuwa mwenye imani na kutaraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kharaja min dhunubihi ka yawma waladahu ummuhu, kharaja min dhunubihi, madhambi yake yanapokutika kama vile siku ambayo amemzaa mama yake, ndivyo anavyokuwa. Rawahu an-Nasa'i. Almuradu biqiyami Ramadhana, na kusudio hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wasanantu lakum qiyamahu, na kusudio ya qiyamu hapo ni qiyami Ramadhana. Faman swamahu wa qamahu, basi mwenye kuifunga hiyo Ramadhani na akasimama. Almuradu biqiyami Ramadhana, kisimamo cha Ramadhani ni nini hiyo? Swalatu tarawih, ndiyo swala ya tarawih ambayo inakusudiwa hapo. Unafunga Ramadhani alafu usiku unasimama unaswali swalatu tarawih, hiyo ndio qiyamu Ramadhana. Wa hiya a'lamu dini adh-dhahira, hiyo ndio alama ya dini iliyokuwa wazi. Tarawih inamjenga mtu kiimani, inamjenga mtu anakuwa strong, anapata zile thawabu nyingi ambazo hupatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ile swala tarawih akiswali vizuri imani na sio kama alipolipua,
sio kwamba anafanya raka kama amalize, hapana. Wasumiyat bidhalika lianna sahabata kanu yastarihuna ba'da kulli arba'i rakaat, na imeitwa hivyo tarawih. Kwa nini? Kwa sababu maswahaba walikuwa wakiswali, zikifika raka mbili za mwanzo wanatoa salamu, raka mbili za pili wanatoa salamu, zikifika raka nne kidogo wanastarehe kwanza, kila baada ya raka nne wanatulia. Lakini inaswaliwa raka mbili wanatoa salamu, raka mbili wanatoa salamu, zikifika nne yastarihuna, wanastarehe kidogo. Baada ya hapo wanainuka, wanaendelea tena, mbili wanatoa salamu, mbili, zikifika nne yastarihuna, wanastarehe, jumla 8. Baada hivyo baada kulli 4 rak'atin minha bimiqdari 4 rak'atin wa dhalika lituli qira'atihim fi qiyamihim, na walikuwa wakifanya hivyo wanastarehe watu kidogo. Kwa sababu gani? Kwa ule urefu wa zile rakaa zao, kisomo chao kile kilikuwa ni kirefu. Kwa hiyo maana kwa kuswali rakaa mbili wakipata 4 kidogo wanastarehe, wanatulia, alafu wanafanyaje? Wanaendelea. Wa hiya 20 raka bi'ashri taslimati baada salati al-isha'i, tarawih ni rakaa 20, uswaliwa rakaa 20 kwa salamu 10. Salamu zinakuwa ngapi? Salamu zinakuwa 10, kwa sababu kuswali 2 salamu 2 salamu 2 mpaka rakaa zikiwa 20, salamu zinakuwa ziko salamu 10 baada salati al-isha. Muda wake hiyo tarawih uswaliwa baada ya swala ya Isha, ndiyo tarawih inaswaliwa baada ya swala ya Isha, ndio muda wa kuswali tarawih. Kwa hiyo ikitokea kama mtu ameingia msikitini akuswali Isha kwanza, aswali Isha kwanza, alafu ndo aje aswali tarawih. Kama anaswali nyumbani kwake hivyo Isha kwanza, baada ya Isha ndio aswali tarawih. Wa yanwi almusalli fi kulli rak'atayn, atanuia mwenye kuswali katika rakaa mbili anuia, fayaqulu biqalbihi, atasema kwa moyo wake, moyoni, sio kwa sauti, moyoni, usalli rak'atayn min at-tarawih al-masnuna, ninaswali rakaa 2 katika tarawih yenye kusuniwa, au usalli rak'atayn min qiyam ramadhana, usalli rak'atayn min qiyam ramadhana, au usalli rak'atayn min at-tarawih al-masnuna. Hiyo ndio nia ambayo ni hiyo wataitia katika moyo wake, moyo. Wa usannu an takuna jama'atan, na hiyo tarawih inasunia kwamba iswaliwe iwe ni jamaa, ndio sunna yake, sawa'an kana fil buyuti au fil masjidi. Tarawih ni sawa sawa, inafaa ikiwa katika majumba au ikiwa katika msikiti, vyote inafaa hivyo. Fa in khalafa wa salla munfarida, na ikiwa mtu akaamua kwamba aswali mwenyewe peke yake tu bila kuwa katika jamaa, jaza, pia inafaa, haina shida. Sema tu zile fadhila za jamaa siku zote, umoja nao pia una rehema zake na fadhila zake, una ubora wake, atakuwa amezikosa, lakini itafaa hata kama akiswali peke yake. Ukiswali jamaa kwanza, hata ule uvivu unakuwa unaenda vizuri tu, lakini kwa peke yako inawezekana ukapata uvivu. Kwa hiyo yote kwa wote inafaa. Akiswali jamaa inafaa, akiamua aswali peke yake inafaa, akiamua aswali msikitini inafaa, akiamua aswali nyumbani inafaa. Ila tu utaangalia mwenyewe, je, nyumbani kwako kuna wasa, kuna sehemu ambayo utakao swali rakaa zako 20 ukapata utulivu? Kama hauna, ndugu yangu, basi njoo msikitini kwenye wasa, kwenye sehemu kubwa. Maana siku hizi changamoto, majumba yenyewe yana changamoto, sehemu tu ya kukaa kwa changamoto. Njoo msikitini, sehemu ambayo imetulia, uswali rakaa zako 20, uswali witri yako, uwe nyumbani. Au kama una sehemu yako nyumbani, unaweza ukaachia baadhi ya rakaa za witri zile,
ukaenda kuendelea nyumbani, kama unataka uswali witri kwa urefu, ukaenda kuendelea, yote hiyo inafaa. Kwa hiyo rawa al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja layatan min Ramadana fasalla fil masjidi,